Wapendwa, karibuni sana, tumsifu Yesu Kristo. Kwenye chaneli yetu hii ambayo tunaendelea nayo, kama nilichowaambia, chaneli yetu inaitwa Urusula Haule. Basi karibuni leo na mada zetu zile za familia. Leo tunataka tuzungumze kidogo swala la upendo wa kweli katika ndoa. Maisha ya ndoa ndio maisha pekee ambayo wanandoa itakupelekea uweze kufikia hatima yako. Kwa hiyo basi niwaalike katika hili. Kabla tujaendelea, niwaalike tu kusema kwamba unapofungua chaneli yetu hii, basi unakuta subscribe, unalibonyeza, unakuta kengele unajibonyeza kusudi uendelee kuipata mada zetu za kila wakati tunapoweka kadiri ya hitaji. Basi hapa tujaendelea, tusali kwanza, muombe Mungu atusaidie. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nitaanza na maandiko matakatifu yawe ndio kiongozi wetu. Tunasoma Injili ya Mtakatifu Yohani sura ya 13 aya ya 34 mpaka 35. Inasema hivi: na wapeni amri mpya, pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Mkipendana, watu wote watajua kwamba ninyi ni wafuasi wangu. Hii ni amri ambayo Bwana Yesu aliwaachia mitume. Hivyo basi, katika amri hii, kila jambo msingi wake ni upendo. Wito wowote ule msingi wake ni upendo. Either unaposali, unapotenda, unapozungumza, yaani chochote unachokifanya, msingi wake ni amri ya upendo. Kama jambo unalifanya ndani yake halina msingi wa upendo, hilo jambo si sahihi. Haijalishi wewe ni nani. Kwa hiyo wanandoa, maisha yetu ili yawe matakatifu, msingi wake ni upendo. Kwa wanandoa mnapooana, kwa hiyo mkutambue kwamba ili maisha yenu yawe maisha matakatifu, yanapaswa kuwa na msingi wa upendo kati ya mke na mume. Sasa namna gani upendo wa kweli? Ni ule upendo ambao mume na mke, mume anamwacha baba yake na mama yake, na mke anamwacha na baba yake na mama yake, nao wanaungana kuwa mwili mmoja, na si wawili tena bali ni mmoja. Hivyo katika Injili ya Mathayo sura 19 aya ya 6 mpaka aya ya 7 inatueleza kwamba upendo mwili mmoja manake ni nini. Hivyo msingi wa umoja huu ni upendo. Ina maana mke anapofika kwa mume wake, anapaswa kujikabidhi kwa mume wake. Na mume anapomuoa mwanamke ambaye ndani mwake, anapaswa kujikabidhi kwa mke wake. Hivyo maisha ya wanandoa msingi wake ni upendo. Wanatakiwa waishi maisha ya kimistika. Maisha ya kimistika maana yake ni maisha ya kujiyeyushia. Yaani mume anaishi ndani ya mke na mke anaishi ndani ya mume. Mume hana cha kwake isipokuwa kile cha mke, na mke hana cha kwake isipokuwa ni kile cha mume. Manake hali zenu, afya zenu, mali zenu zinakuwa ni za wote. Hakuna ya mmoja anakuwa tofauti na mwenzi wake. Haya ndio maisha ya kimistika, yani maisha ya kujiyeushia
ndani ya mwenzake. Haya ndio maisha ya upendo wa kweli. Sasa wanandoa, mkiwa tofauti na hapo, mtakuwa mnakwenda kinyume na amri hii ambayo Bwana Yesu amesema kwamba amri mpya na wapa pendaneni. Kwa hiyo upendo wetu uonyeshe kwamba hata watu wengine wajue kwamba hawa kweli ni wafuasi wa Yesu katika wito wao wa ndoa. Ndio maana baada Yesu kukaa na mitume wake alisema hivi. Kisoma Injili ya Marko sura ya 10, anasema hivi kwamba ninyi sasa si waiti watumishi tena, bali ni rafiki zangu, kwa sababu yale yote ambayo Baba yangu mimi amenikabidhi nimewaelekeza, nimewakabidhi ninyi. Kwa tumewapenda, na yeye kutukabidhi sisi manake alitupenda upeo kiasi kwamba akatukabidhi maisha yake ili tupate uokovu. Na leo ametuachia mwili wake kuwa chakula chetu sisi ili tupate uzima wa milele. Hivyo wanandoa, mnapaswa kuwa mahujaji wa matumaini. Mahujaji katika matumaini. Tunapofanya hija yetu ya kuelekea mji wa ahadi, Yerusalemu mpya, tunapaswa kuwa mahujaji wa matumaini katika msingi wa upendo. Sasa kwa mfano, mlipochumbiana ulimwita mwenzako mpenzi wangu. Baada ya kumwita mwenzako mpenzi wangu, mlipochukuana kufunga ndoa, kufunga ndani, ukaanza kumwita mume wangu, mke wangu. Neno mpenzi limetoka. Alipojifungua mtoto, hapa mlipozaa mtoto, neno mke wangu likatoka, likaja neno mama fulani, baba fulani. Baada ya muda kumwita baba fulani, mama fulani, inafika wakati unamwita mwenzako, hivi wewe mimi ninavyoongea unielewe? Kwa mmetoka neno mpenzi, mmekuja kwenye mke au mume, mmekuja baba fulani, mama fulani, linakuja neno wewe. Ndiyo, ninaongea na wewe, na kuomba uje kwanza. Tayari unamwita mwenzi wako wa ndoa wewe. Inafika wakati mnakwenda mzidi kushuka zaidi, baada ya kumwita wewe mwenzako sasa unasema majito mengine bwana. Yaani majito mengine ukiongea hata yaelewi. Kwa neno hili jina la mwenzako kutoka kwenye mpenzi, mmekuja mke wangu, mume wangu, mmekuja mama fulani, baba fulani, mmekuja wewe, leo mnakuja watu wengine bwana. Watu wengine ukisema hata wasikii. Baada ya watu wengine itafika siku mnasema majito mengine bwana. Ndio hivyo tena bwana. Ndio sababu basi Mungu amesema tuoane basi tuishi. Majito mengine hata yaelewi. Wapenzi katika Kristo, kwa mtindo huu ndoa hiyo tutaangamia. Tutapotea. Badala ya kuwa mahujaji wa matumaini, tunakuwa mahujaji waliokata tamaa. Hakika kama tutafika tumekuwa tumechoka mbaya. Na wendekawa tutafikia ICU na gesi tukiongozwa na nesi. Kama mbinguni yapo, hakika itakuwa ni ngumu kufika. Na kama tutafika tumechoka sana. Na wendekawa tutafikia ICU. Kama ICU mbingu zipo. Kwa hiyo niwaombe kuwa mke na mume mnapooana, cha kwanza kutambua kwamba mnahitaji kujenga msingi wa upendo wa kweli, maisha ya kimistika, yani kujiyeyushia kuanzia ninyi wenyewe na mali zenu zote, mnajiyeyushia, inakuwa kitu kimoja. Pasiwe na tofauti yoyote. Ndio maana ukisoma kitabu cha Malaki sura ya 2 aya 15 anasema hivi Mungu alikusudia nini? Alikusudia muwe mwili moja na roho moja. Hili ndio kusudia la Mwenyezi Mungu kwa wanandoa. Ndivyo sisi tunapaswa kuiga ile ndoa ya Kristo na watu wake, ndoa ya Kristo na kanisa lake, kama Baba Mtakatifu Francisco kwenye waraka wake wa Furaha ya Upendo na 292 unaosema ndoa ya Kristo inapaswa kuakisi ndoa ya Kristo na kanisa lake. Kwa msingi wa wanandoa ni upendo, ule upendo wa kimistika, yani maisha ya kujiyeyushia.
hakuna cha mume wala cha mke, vyote ni vyetu, vyetu ni vyenu. Mwili wako uwe ni wenu, mali yako ni yenu, kila jambo liwe ni lenu, ili muweze kuwa mahujaji wa matumaini kufikia ile safari yenu, ili mtuweze kufika mahala ambapo kwenye mji ule wa ahadi ambao Mwenyezi Mungu ametuahidi, Yerusalemu mpya. Bila hivyo hakika tutaangamia, tutakuwa mahujaji wale kukata tamaa, na kama tutafika tumechoka kweli kweli, na uendikawa tutafikia ICU tukiwa na mitungi ya gesi. Bado usemani waalike wapenzi wangu katika chaneli yetu hii kuendelea kuiangalia na kuisikiliza. Karibuni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante kwa kunisikiliza.